Ili kuweka uwiano sawa, FCC wangejaribu sasa kukaa vikao na wadau wengine waelimishe ili kuondoa tofauti zilizopo, kwa sababu mimi kama Enoch Finance Limited inaweza kuwa na mikataba iliyo huru na mikataba ambayo inaeleweka kwa sababu imekaguliwa na FCC, lakini wengine wasiwe na hiyo mikataba. Inatuletea shida kuitwa majina tofauti, mikopo umiza, kausha damu. Lakini kama wote tungekuwa tumeshirikiana na FCC tukatengeneza mikataba ambayo iko sahihi, kwa hiyo ina maana katika takwimu ya watoa huduma tungekuwa na sauti moja, maana mikataba inafanana. Huyo ni mkurugenzi mtendaji wa Microfinance Limited kutoka mkoa wa Mara, halmashauri ya manispaa ya Musoma. Ameiomba Tume ya Ushindani kukaa na wadau wanaojishughulisha na huduma ndogo za kifedha, yaani wakopeshaji wa mikopo ya fedha, kuweka mikataba ya ukopeshaji kwa ngazi moja ili kuepusha mikopo umiza ambayo imeendelea kuwa kilio kikubwa kwa jamii, hususan wanawake. Hata hivyo, wamekiri kuelewa elimu inayoendelea kutolewa na Tume ya Ushindani Kanda ya Ziwa kwa kuendelea kumjali mlaji na kusimamia haki stahiki. Nimeelewa vitu vingi, lakini cha muhimu ni namna ya matumizi ya mikataba iliyo huru kwa mlaji na ikiwa ikikulinda wewe ambaye ni mtoa huduma ndogo za fedha. Kuna umuhimu mkubwa kwa sababu ni muonekano mkubwa kwamba sasa wewe unapokuwa unafunga mkataba kati ya kampuni na mlaji, inakuwa inaondoa mashaka pindi inapotokea tuhuma au inapotokea shida unapomlalamikia mtu ameshindwa kulipa. Na mimi ninachowashauri, kwa sababu mimi nishaona dosari hizo zinavyotuathiri kipindi hatujajiunga na FCC, wawe na mikataba ambayo ni sahihi. Pindi inapotokea marumbano kati ya mlaji na mtoa huduma, inakuwa inakunusuru kuingia kwenye faini, kwa sababu mikataba yako nakuta imeshapitishwa na FCC na wameikagua na wameidhinisha kutokana na vifungu vya sheria ambavyo vimewekwa na BOT pamoja na FCC wenyewe. Baada ya kupewa elimu na FCC ambao wamepata elimu yao juu ya kile ambacho wametuelezea wanadili, hususan upande wa consumer pamoja na supplier. Kwa hiyo tumechukua taarifa zao na mapungufu ambayo tuko nayo, kwa tutaenda kuboresha, na sisi taarifa zetu zitakuwa zinasoma kwa upande wao. Meneja wa Tume ya Ushindani Kanda ya Ziwa, Frank Mdimi, alipokuwa akitoa elimu hiyo kwa watoa huduma ndogo za kifedha mkoani Mara, amewasisitiza kusajili mikataba yenye vigezo katika Tume ya Ushindani, kuwatumia maafisa biashara wa mikoa husika ili kuendelea kuimarisha ushirikiano. Zoezi hilo limefanikiwa kutembelea taasisi mbalimbali za huduma za kifedha kwa lengo la kutoa elimu, kwani lengo la FCC ni kuwasaidia wafanyabiashara kuwa na bidhaa salama kwa mlaji. Na katika zoezi hilo tuliweza kubadilishana nao mawazo, tukiwaelimisha kuhusiana na umuhimu wa kuzingatia sheria ya ushindani, hususan kifungu cha 36 kinachowataka wanapotoa huduma zilizo na vigezo na masharti, basi wahakikishe wanasajili mikataba yenye vigezo na masharti katika Tume ya Ushindani, na tukawaelekeza namna ya kuwasiliana nasi kwa kupitia ofisi ya kanda. Tukabadilishana anwani, na kwa kweli wamefurahia elimu hiyo. Lakini vile vile tukawahamasisha kushirikiana kwa karibu na ofisi za maafisa biashara waliopo katika maeneo yao, na kwa eneo hili ni maafisa biashara wa manispaa ya Musoma. Na moja ya vitu ambavyo tunaondoka navyo ni kuangalia namna bora ya kuweza kuimarisha ushirikiano baina ya ofisi za biashara na shughuli za kiuchumi za mikoa, wilaya na manispaa pamoja na FCC, hususan katika maeneo ambayo yana ofisi za kanda, ili kuweza kuboresha zaidi utendaji wa ufanisi wa biashara katika maeneo hayo na kuweza kushughulikia utatuaji wa malalamiko ya walaji kwa urahisi zaidi kwa kushirikiana na maafisa biashara hao. Kwa hiyo wito wetu ni kwamba bado tunaendelea na zoezi hili la kliniki ya walaji. Wananchi waendelee kujitokeza kama ambavyo wanaendelea kujitokeza, tunavyowaona hivi sasa kule wanaendelea na kupata elimu, na pia wafanyabiashara na watoa huduma mbalimbali wasione kwamba sasa tumeingiliwa na nini. Hapana, kwa sababu tunapokwenda kuwapelekea elimu hata katika maeneo yao ya biashara, ni moja ya jukumu la kufanya biashara ziwe na manufaa. Pale ambapo wafanyabiashara watauza bidhaa ambazo zinakidhi matarajio ya wateja ambao ndio walaji wetu, na vile vile
wao watapata faida na wale wateja watakuwa wana uhakika kwamba nikienda hapa nitapata bidhaa ambayo iko sawasawa. Kwa hiyo kutakuwa na mwingiliano mzuri au biashara itaongezeka na watu watanunua bidhaa wakiwa wanajiamini zaidi, na bidhaa hizo zitakuwa ni salama zaidi, kama ambavyo kauli mbiu ya mwaka huu inasema kwamba bidhaa salama, imani kwa mlaji. Wiki hii ya haki ya mlaji kupitia kliniki ya walaji imetembelea wafanyabiashara mbalimbali wakiwemo wajasiriamali wadogo, walimu na wanafunzi wa shule ya msingi, wafanyabiashara wa kati na wakubwa na watoa huduma ndogo za kifedha. Maridhia Ngemela, M24 Online Media.